ni wimbo ambao unatuzungumzia sisi tulio hapa siku ya leo. Wimbo huu aliyeandika maneno haya anaitwa Francis Ridley. Francis Ridley katika mwaka wa 1858 alitembelea chumba moja la wanasanaa, wachoraji, watu ambao walikuwa wanachora picha mbalimbali. Aliweza kukutana na picha moja ambayo ilimguza. Nataka tufikirie, I want to imagine ukiwa mdogo ama kwa miaka yako ulio nayo wakati huu, umewahi kumbana na picha ya Yesu Kristo akiwa na taji la miiba. Nataka ufikirie picha hii kwa mtazamo wa ni nini haswa kinachoingia katika mawazo yako unapofikiria picha ya Yesu Kristo akiwa amevalishwa taji ya miiba, damu ikitiririka. Sasa wangu sisi wote mji ambao unaitwa Düsseldorf pale nchini Ujerumani, ndiposa mwenzetu Francis Ridley alipoangalia picha ile, title yake kwa Kizungu ilikuwa inasema Behold the Man. Title ya picha ile wakati alipoiangalia akaona jinsi ambavyo damu ya Yesu Kristo inavyotiririka, akakuzwa katika moyo, akajiangalia katika maisha yake, akaangalia tena maneno machache yaliyokuwa yameandikwa chini ya picha ile kwa lugha ya Kiingereza, yanasema hivi: I did this for thee, what hast thou done for me? Ni swali, nilikufanyia yote, lakini wewe umenifanyia nini? Mimi si mzuri sana kwa Kiswahili. Mswahili anaweza uliza ya kwamba wewe umenitenda nini? Siku ya leo Yesu Kristo anazungumza na wewe, anakuuliza kwa ile damu yangu iliyomwagika msalabani kwa ajili yako na mwenzako aliye pale, wewe umetenda nini? Francis Ridley alizungumza
msichana wake Ridley, akaiangalia, ikamguza, akaisoma, akasema huu unastahili kuwa wimbo. Ndiposa akaipelekea mtunzi wa nyimbo ambaye anaitwa Philip Blues, akaleta tune ya wimbo huu ambao unauliza nilikupa wewe, I sincerely gave you my blood, lakini wewe umenipa nini? Ukiangalia katika kitabu cha Yohana 3 fungu lake la 16 ambacho ni kitabu tunaufahamu kwacho kila wakati tunapitia pale, ni kitabu ambacho kinanukuu huwe. Nasema hivi, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu, kisha akampa ama akamtoa mwana wake wa kipekee, akakufia wewe, akanifia mimi, ndiposa tuko hapa siku ya leo, sababu tumefunikwa na damu ya mwanae Yesu Kristo. Wimbo huu unastahili uguze maisha yako. Tunastahili tuelewe upendo wa Yesu Kristo. Tunastahili tuelewe ya kwamba upendo wa Yesu Kristo is not theoretical. It is a sacrificial love. Ni upendo wa kujitolea. Ni upendo uliomfanya mmoja akafa kwa ajili yako mimi na wewe. Jesus did not give a portion of the love. Jesus gave everything. He never gave leftovers. Hakupeana ile ya bakshishi sijui nini Kiswahili, lakini alipeana wote, upendo wote kwa ajili yako na mimi. His servant look at his death because of me and you. Tukiangalia jambo hili, tunastahili tujiulize maswali katika siku hii ya leo. Je, ni nini Mungu wetu hajakupa katika maisha ya Mkristo aliye Mwadventista? Je, ni watoto hajakubariki nao wako hapa? Je, ni Bwana hajakupa? Amekupa. Je, ni maisha mazuri hajakupa? Hajakupa. Ndio, changamoto zipo, lakini Yesu wetu amekubariki na kile ambacho unakihitaji katika maisha yako. Hakuna mtoto wa Mwadventista huenda na kupotea. Watoto wote wa Waadventista wamebarikiwa, watoto wao wako imani. Hata kama wengine wanaenda Kongo, lakini Mungu warudisha. Mungu ametubariki kwa njia yake. Ni sisi pengine tunaangalia kwa macho yetu ya upofu wa kiroho, tunadhani ya kwamba Yesu hajatubariki. Tumebarikiwa vya kutosha. Na Mungu wetu unapotembea naye kila wakati, atazidi kukuongoza katika maisha yako. Ndiposa tujiulize swali hili siku hii ya leo. Tumnyime Mungu nini? Je, wewe uliye hapa uko na sauti ya kuimba? Mbona unamnyima Mungu sauti ya kuweza kumtukuza Mungu kwa njia ya nyimbo kupitia kwa kwaya? Uliyeketi pale ambapo kuna biashara yako, mbona umnyime Mungu muda wa kuja kufanya maombi hapa siku ya Jumatano ama Friday muda tu kidogo? Mbona umnyang'anye Mungu muda wake wa kuweza kuabudu katika siku ya Sabato? Why are you becoming selfish? Mbona uwe selfish na muda ambao Mungu amekupa? Is it comfort ambayo uko nayo hadi unamnyima Mungu nafasi katika maisha yako? Mungu anasema kwamba usimnyime dhambi zote ambazo umebeba, mzigo wa dhambi ambao umeibeba katika maisha yako siku nyingi. Mungu anakuhitaji katika siku. Katika sermon yetu ya siku ya leo, Mungu anazungumza nawe na mimi. Usimnyime dhambi ambayo umeibeba. Ndiposa ukiangalia katika kitabu cha Mathayo chapter 6
16 verse 24. Kwa lugha ya Kiingereza inasema hivi: If any man will come after me, let him deny himself and take up his cross. Friends, Christ's sacrifice calls for a response. That song calls for a response. A response of self-denial. It is not a punishment, but we are advised to make Christ our priority. Choose Christ to be your priority in your life. Mungu mpe nafasi katika siku hii leo. Ndiposa tutakapoimba wimbo huu tuelewe ya kwamba Yesu Kristo hajakunyima chochote. Amekupa yote. Amekupa damu yake iweze kukusafi. Basi wewe chagua leo kumtumikia Yesu Kristo. Chagua leo kutomnyima Mungu nafasi katika maisha yako. Wakati kila kitu, kila jambo kumpe Mungu, naye ataweza kurahisisha maisha yetu na kuweza kutubariki. Tunaposikiza wimbo huu, nilikupa wewe. Asante.
kupitia kwa njia ya nyimbo. Nyimbo hizi zote ambazo zimeweza kuimbwa hapa siku ya leo ni mojawapo ya mahubiri yanayokuza kila mmoja aliye hapa siku ya leo. Je, wewe Mungu katika siku zile zako amekupa humu duniani, utakubali kumtumikia? Ni wimbo ambao unastahili kukukuza wewe, pengine wakati unapojipata kwamba sitaenda pale, sitaenda kuse, sitaweza kuhudhuria ili ama lile. Kila wakati Mungu akusaidie uweze kuzungumziwa na huu wimbo ili uweze kubadilika. Mungu anatuhitaji sisi wote katika zizi lake. Hebu kuguza katika moyo wako na uweze kupata badiliko katika siku hii. Tunaposikiza nyimbo zozote zile, tusikize kwa makini na kuweza kutafakari yote yaliyo katika nyimbo zote ambazo tulikuwa presented hapa siku ya leo, na Mungu aweze kutubariki. Amina.